Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya michezo, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo mambo yanaonekana kuwa mazito kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Unafahamu ya kwamba Simba ya kwamba licha inashinda, lakini huko juu kwenye uongozi bado mambo ni mazito kweli. Ukiweza kushuhudia kila siku linaibuka sakata jipya. Leo linatoka hili, kesho linaingia hili, yani ni bandika bandua, unakwenda kuona tu kila siku mambo yanakuwa mazito kweli. Leo hii kuna jambo gani? Nimekusogezea jambo hili zito. Maamuzi mazito yameweza kufanyika huko ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba. Ukiweza kushuhudia kile ambacho kimeweza kufanyika mapema kabisa leo kutoka kwenye uongozi wa klabu ya soka ya Simba. Ni maamuzi gani hayo mazito ambayo yamekwenda kufanyika? Utakwenda kuyajua hapa, sababu ni nini, chanzo na kila kitu ambacho kimeweza kufikiwa mpaka kuweza kufanyika kwa hayo yote. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kimeweza kuendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club. Ila kabla tujaendelea, ni kukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya michezo, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyo hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu wakati wote pindi ambapo taarifa zetu zinakuwa zinakufikia. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kupata mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, inaendelea kuweza kujikita kuhakikisha kwamba wanafanikisha adhma yao ya kuweza kuirudisha ile Simba bora, Simba yenye uimara, Simba yenye kupigania makombe na mataji makubwa barani Afrika, Simba yenye mvuto na ya kuogopeka kwa kila kona ambako wanakwenda, tofauti na sasa Simba ambayo inaonekana kama ni Simba ya kawaida. Sasa uongozi wa klabu ya soka ya Simba inaelezwa kwamba baada ya kufanya usajili mzito, sasa wamehamia kwa uongozi wenyewe, ambapo inaelezwa kwamba mambo huko ni mazito kweli, ambapo wanasimba wenyewe hivi karibuni walionekana kuwa wagumu kukubaliana na usajili ambao umefanyika kwenye kikosi chao juu ya mchezaji Dumbia na mengine mengi, ambapo uongozi wa klabu ya soka ya Simba leo hii umeweza kufunguka ukiwataka mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kuendelea na kuwa na subira na kuwapa ushirikiano wa wachezaji wao, hususan mshambuliaji wao mpya Ibrahim Dumbia, kufuatia mwanzo wenye changamoto katika michezo yake hii ambayo inaendelea, ambapo meneja wa habari na mawasiliano wa Simba amewakumbusha wana Simba kuwa na jambo la kawaida kwa wachezaji kuanza na kusuasua kabla ya kuzoea mfumo na kuonyesha kiwango bora, ambapo ameweza kumtetea Dumbia kwa wana Simba waweze kumpokea na kumpa nafasi kwa muendelezo zaidi kulingana na kile ambacho anachokionyesha kwenye kikosi chao, ambapo paka sasa inaonekana mambo ni magumu kwa upande wake. Lakini katika hatua nyingine, kufuatia mivutano ambayo inaendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba juu ya hatma ya viongozi ambao wameonekana kuwa wanapishana kauli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, sasa inaelezwa kwamba kutoka serikalini imeweza kutoa taarifa yake, ambapo baraza la michezo la Tanzania linasema kwamba taarifa kwa umma kuhusiana na mwendelezo ama mwenendo wa utekelezaji wa katiba inayorekebishwa ya klabu ya Simba, ambapo inaelezwa kwamba baraza la michezo la Tanzania BMT inapenda kutoa ufafanuzi kwa umma, wanachama na wadau wa klabu ya Simba kuhusu utekelezaji wa katiba ya klabu hiyo iliyorekebishwa na kuidhinishwa tarehe 18 Februari 2026. Marekebisho hayo yalipitishwa na mkutano mkuu wa wanachama wa klabu ya Simba
Novemba 30 ambapo na kuwasilishwa kwa msajili wa vyama na vilabu vya michezo kwa uchambuzi na kuidhinishwa kwa mujibu wa kisheria na kanuni husika. Baada ya uchambuzi wa kisheria, BMT kupitia msajili wa vyama na vilabu vya michezo iliidhinishwa na kukabidhi rasmi katiba ya Simba katika katiba iliyorekebishwa tarehe 18 Februari 2026 ili anze kutumika. Kwa msingi huo, serikali inafafanua kuwa ilikamilisha wajibu wake wa kuidhinisha na kukabidhi katiba hiyo. Kuanzia hapo, wajibu wa kutekeleza katiba na kukamilisha mabadiliko yaliyopitishwa na wanachama ni wa klabu ya Simba yenyewe. Utekelezaji wa maamuzi yaliyomo katika katiba hiyo haupasi kufanywa na serikali kwa niaba ya klabu, kwa kuwa ni maamuzi yaliyofanywa na wanachama kupitia mkutano mkuu na kuidhinishwa kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, serikali inatambua kuwa utekelezaji wa mabadiliko hayo unaweza kuibua masuala ya utaratibu unahitaji ufafanuzi. Kwa hiyo BMT na taasisi nyingine husika na serikali zikiwa tayari kupokea klabu ya Simba kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa uratibu pale inapohitajika. Hivyo serikali inatoa wito kwa klabu ya Simba kutumia vyombo na taratibu zake halali kukamilisha utekelezaji wa katiba iliyoidhinishwa na kuwasilisha rasmi kwa mamlaka husika masuala yoyote yanayohitaji ufafanuzi. Kwa hiyo serikali yenyewe imejivua kwenye hili ambalo linaloendelea mpaka sasa, ambapo linataka katiba ya Simba inataka wadhamini watatu. Ukitoa Mo peke yake, basi napaswa kuongezeka wadhamini wengine ambao ni watatu kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, mpaka watano wanakubaliwa katika mujibu wa katiba hii. Kwa hiyo klabu ya soka ya Simba wanapaswa sasa kwenda hadharani na kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kufanikisha kwenye hilo. Mpaka sasa mambo yanaonekana kuwa ni mazito kweli kweli kunako katika klabu ya soka ya Simba, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia kwenye klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kwa hiyo Simba wana kazi ya ziada, lakini hapa nazungumzia VFS, yani Video Football Support, inaonekana kuwa kikwazo kwa klabu ya soka ya Simba Sport Club. Sasa huenda klabu ya soka ya Simba ikawa ni timu ya kwanza kuikataa hii VAR ya kwetu kulingana na kile ambacho kimeweza kutolewa leo hii na miongoni mwa watu wa Simba, ambapo Cletus Magori amesema kwamba Simba imeona mambo yanayohitaji maboresho kwenye mfumo mpya wa Video Football Support, yani VFS, na iko tayari kuwasilisha maoni yake kwa bodi ya ligi. Simba, mwenyekiti wa bodi ya Simba Cletus Magori amesema klabu hiyo imeona baadhi ya mambo yanayohitaji maboresho katika mfumo mpya wa Video Football Support, yani VFS. Magori amesema Simba itaiandikia bodi ya ligi kuwasilisha maoni na mapendekezo yake kuhusu namna mfumo huo unavyoweza kuboreshwa na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kuna vitu tumeviona nasi kama klabu tutaandikia bodi ya ligi kuwa kuna maboresho wanapaswa kufanya kwenye huu mfumo mpya wa Video Football Support ili kufanya bora zaidi. Tutaona maoni yenu, tutatoa maoni yetu kufanya hayo ambayo Simba wanayataka. Yapi maoni yako katika hili? Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande